anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyofanya nini, yasiyoonekana. Lakini chanzo cha imani ni kufanya nini? Kusikia. Unasikia. Haleluya. Kwa hiyo muombaji yoyote yule, sharti la kwanza inatakiwa awe na imani. Anasema maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kumpendeza Mungu manake yani kufanya kile Mungu anachokitaka wewe ukifanya, kinataka imani. Kwa hata kuomba kunataka imani. Anasema maana yeyote amwendaye Mungu inatakiwa afanye nini? Aamini kwamba yeye yupo na uwapa thawabu wale wote wamwendeao. Kumbe mimi jambo la kwanza natakiwa niamini Mungu yupo, na tena huwa anatoa thawabu nikimwendea anaweza akanijibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu hawaombi, hawakai kwenye maombi. Kwa nini? Kwa sababu hawaamini kama kuna Mungu anaweza akawasikia kwenye kilio chao, kwenye shida yao. Hawaamini kama kuna Mungu yupo ambaye anaweza akasikia shida zao na akajibu. Hawaamini kama kuna Mungu ambaye yupo mwenye uwezo, anaweza akaingilia kati hali zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na imani ya kwamba Mungu anaweza akaponya ugonjwa wangu huu mbaya. Mungu anaweza akajibu hata jambo hili ambalo linaonekana linakosa majibu. Yupo Mungu ambaye inatakiwa nimwendee nikamlilie. Haleluya. Ukikosa imani ya namna hiyo, hutaweza kuchukua hatua ya kuanza kuliombea hilo jambo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo anasema imani ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa, ni bayana na mambo yasiyofanya nini, yasiyoonekana. Kwa haraka imani ni uhakika. Hiyo ni definition fupi ya maana ya imani. Imani ni nini? Imani ni uhakika. Yaani unakuwa una uhakika ukisema kwamba naita moto, unakuwa una uhakika kuna moto. Haleluya. Ukisema kwamba ninapeleka msaada kwenye kijiji chetu, unakuwa una uhakika kuna msaada unaenda. Kama uende saizi, utaenda. Napeleka msaada kwenye kijiji chetu. Haleluya. Haleluya. Kwa unakuwa na uhakika. Anasema imani ni uhakika. Huo uhakika unaupata wapi? Unaupata kwenye neno la Mungu. Lakini anaendelea anasema pia imani, anaendelea anasemaje? Anasema kwamba ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana na mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo mambo hata ambayo hayaonekani wewe unakuwa una uhakika nayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mambo ambayo hayaonekani lakini wewe unakuwa una uhakika nayo. Na uhakika Mungu yupo. Umewahi muona? Sijawahi muona lakini mimi na uhakika yupo. Umeelewa? Kwa sababu mtu anaweza kukuambia kwamba wewe umewahi muona Mungu, lakini mambo ya Mungu yanataka nini? Imani. Kwa Mungu hujawahi muona lakini unaamini yupo hata kama hujamuona. Unapateje huo uhakika? Neno limesema yupo. Ndio maana anasema imani chanzo chake ni kusikia. Mimi nikisikia huwa anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno akafanyika Mungu, akawa mwili, akafanyika Mungu. Yupo Bwana. Hiyo mimi nimewahi muona, sijawahi muona, mimi sijui, lakini neno limesema, mimi naamini. Si ndio chanzo cha imani? Unaaminije kwamba kuna moto wa kiroho? Mimi naamini Elia alishusha moto. Kwa mimi naamini kuna moto upo. Umewahi uona moto wa kiroho? Sijawahi uona, lakini Biblia imesema upo. Haleluya. Haleluya. Mtumishi unasemeje kwamba kuna moto? Bwana, moto upo. Upo. Kwa nini? Ndio ule alioshusha hadi Sodoma na Gomora, akachoma ile miji. Na ipata wapi imani ya kwamba kuna moto wa kiroho
ambao naweza nikatuma kwenye kijiji kikorofi nikawateketeza. Si upo? Imani hiyo naitoa wapi ya kutuma moto kwenye neno? Anasema imani chanzo chake ni kusikia. Unasikia neno la Mungu, unavyosikia lile neno linakupa imani. Bwana Yesu asifiwe. Una uhakika gani kuna moto? Upo Bwana, neno limesema kwamba Mungu atawaunguza wenye dhambi kwa tani nyingi za moto, wataungua kwenye moto. Kwa kuna moto wa kiroho, mimi naamini upo. Kama wewe uamini ni wewe. Una uhakika gani? Neno limesema. Umewahi uona? Mimi sijawahi uona, lakini neno limesema. Kwa imani unaamini, mambo ya kiroho unaamini. Ukiamini muda mwingine unaona matokeo yake. Kama uamini kuna moto, mtu mwenye pepo ukimshushia moto unasikia anaungua. Unajua upo Bwana. Naungua, unajua kumbe upo. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hauonekani pale. Akianza kusema naungua, ukianza kuangalia sasa anaungulia wapi uone. Lakini kiroho anateketea. Naondoka, wameongeza moto, naondoka. Unajua kumbe kuna moto. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa anasema ni bayana na mambo yasiyoonekana. Kwa kuna mambo hayaonekani kimwili, lakini kutoonekana kimwili haimaanishi hayapo. Yapo. Unapateje uhakika? Neno limesema. Ndio maana anasema imani chanzo chake kufanya nini? Ni kusikia kunakotokana na neno la Kristo. Kwa hiyo unapata imani kulingana na unavyosikia. Haleluya. Ndio maana mtu akija akikwambia pale Maweni wanagawa hela, hiyo ni taarifa, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukaisadiki au usiisadiki. Umeelewa? Lakini ukiisadiki, tunasema umepata imani ya kile ambacho umefanya nini? Umeambiwa. Kusadiki ni kukubali unachoambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kuna mtu anaweza akaja kukuambia taarifa, nataka niwaulize swali. Najua niko live, lakini nitauliza tu. Bwana asifiwe. Wewe ulijueje kwamba Magufuli amefariki? Uliona? Hukuona, lakini ulifanya nini? Uliambiwa, ukaamini, si ndio? Na ukachukua hatua. Wengine walienda kuaga pale uwanja wa Taifa, lakini wengine hatukwenda kuaga, lakini tunaamini alifariki kwa sababu tuliambiwa. Kuna Mungu naye huwa anasema vitu vyake kwenye neno lake. Akisema vile vitu inatakiwa uvisadiki. Ukivipokea vinakuwa ni imani, vinajenga imani ndani yako. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, mimi naweza kupateje imani? Imani chanzo chake ni kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi ni kwa Kinyakyusa, mimi ni Kinyakyusa, si ndio? Anaposema imani chanzo chake, maana yake ni source, mahali ambapo unaweza ukapata. Napateje imani? Kwa hiyo imani inapatikana kwenye neno la Mungu unaposikia. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini Mungu aliufanya moyo wa Farao mgumu? Unajua kwa nini Waisraeli walitoka kwa mbinde Misri? Hakusababisha Farao wala wa Misri hawakuwa majeuri kiwango cha kuwazuia Waisraeli wasitoke kirahisi. Biblia inatuambia wazi kwamba ni Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa nini? Kuwa mgumu, si ndio? Na anasema sababu, anasema hii ni sababu nipate sehemu ya kuonyesha ishara zangu na uwezo wangu. Na nitakwambia kwa nini alikuwa anataka aonyeshe ishara zake na ajabu zake. Mungu angewatoa wana wa Israeli kiwepesi, wasingemjua kwamba Mungu ni nani. Kwa aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili aonyeshe ishara zake na mambo yake makubwa, ili Waisraeli waone kasheshe la Mungu, uwezo wa Mungu, wawe wanamuamini Mungu, waseme huyu Mungu aminia kwa mambo haya, kwa uwezo huu tunaenda naye, tumeshamkubali, ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye nguvu, tutaenda naye kokote anakoenda.
tunamwamini, tunaweka mioyo yetu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana alifanya moyo wa Farao uwe mgumu ili wamwamini. Kwa hiyo matendo ya makuu ya Mungu walioyaona wa Misri, Waisraeli kwa wa Misri, yaliwapa imani. Kama Mungu aliweza kupasua bahari ya Shamu, haleluya, Mungu huyu aliyepasua bahari ya Shamu, tuna uhakika anatufikisha hata huko tunakwenda. Kwa imani unaipata kulingana na taarifa inayoingia kwako. Kwa hiyo kama kwenye Biblia mimi ninaona ishara za ajabu za Mungu, matendo makuu ya ajabu ya Mungu, matendo yale yanatosha kunipa imani. Haleluya. Ndio maana nasema imani chanzo chake ni kusikia neno la Kristo. Unavyolisikia na Bwana akafika akapasua bahari ya Shamu. Kama alipasua bahari ya Shamu, na hapa kwangu anapasua, unapata imani. Unajua yupo Mungu anayepasuaga bahari. Baba, katika jina la Yesu, wewe uliopasua bahari, pasua bahari na hapa, pasua bahari na hapa. Mtumishi, umepata wapi uhakika na imani ya kuomba bahari ipasuke? Kwa sababu neno lilisema. Nimeshapata imani na mimi naitumia hiyo kupasulia hapa. Haleluya. Kama Mungu alimpa Sara watoto aliyekuwa tasa, uwezo huo huo unanipa imani. Unanipa imani kwamba kumbe Mungu anaweza akawapa watu watoto, anaweza akawapa watu watoto. Tena hakufanya kwa Sara tu, akampa na Ana. Hakuishia kwa Ana tu, akampa na Rebeka. Biblia inasema kwamba basi Rebeka alikuwa ni tasa. Isaka akamuomba Mungu kwa ajili ya Rebeka mume wake. Kumbe utasa unaondoka kwa kuomba. Si kanuni imeonyesha? Anasema Isaka akamuomba Mungu kwa ajili ya mke wake Rebeka kwa sababu alikuwa hazai. Mungu akamsikia, akaweka mapacha ndani yake. Kama yupo Mungu ambaye anagawaga watoto kwenye Biblia, kumbe inawezekana. Inawezekana. Unapata imani